Wa Mango TV na kipindi cha leo tutakwenda kuzungumzia staili za maisha. Staili za maisha leo tutakwenda kuangalia mambo mbalimbali ambayo yanahusiana na maisha ya jamii nzima pamoja na watu mbalimbali. Katika maisha siku hizi kumekuwa kuna mambo mengi kabisa ambayo mengi mazuri na mengi ambayo sio mazuri. Na ukitazama katika maisha ili uweze kufanikiwa na ili uweze kufika mbali, unabidi uwe mkweli, unabidi uangalie kile ambacho umekifuata au kile ambacho unakifikiria ambao unaamini wewe ni kizuri. Na ukitazama kwa sasa hivi kumekuwa kuna mambo mbalimbali. Kuna watu wengi wamesoma wako mtaani, wengi wana degree, wengi wana diploma zao, lakini bado maisha yao bado yako magumu. Nini ambacho hawana? Kwa hiyo wao hawamekosa kitu ambacho kinaitwa kitu kimoja ambacho wao hawana. Ukitazama katika maisha unabidi uwe na mambo mawili. Hata kama umesoma unabidi uwe na mambo mawili ya kuyafikiria, kwamba utakapomaliza chuo au utakapomaliza shule, ukitoka hapo lazima utaingia mtaani. Kwa hiyo maisha ya mtaani pia yanahitaji elimu. Umeona? Ndio maana nataka nitofautishe kati ya wale watu wa mtaani na wale watu ambao wamesoma. Akiwa mtu ambaye amesoma yuko shuleni, akitoka shule akirudi mtaani, huenda kama atakuwa hana akili ya kutumia mazingira ya nyumbani, kwa maana nyumbani isipokuwa shuleni, na akishindwa kutumia mazingira nyumbani zaidi, anaweza akaachwa mbali sana na wale ambao hawakusoma, wako mtaani tu, wanapambana na maisha hapa na pale, wanafanya kazi ndogo ndogo, kazi za kawaida, kazi zenye kutumia nguvu kubwa. Ukiona wao wanapambana zaidi na wanakuzidi wewe kipato, basi ugundue wewe umeshindwa kuishi maisha ya mtaani. Kama utashindwa kuishi maisha ya mtaani, kwa hiyo unapaswa ufikirie kitu kimoja, kwamba unapokuwa unasoma, fikiria pia maisha utakapomaliza shule, ukiingia mtaani utafanya nini. Na ukifikiria hivyo pia unaweza ukafanikiwa kwa kiasi kikubwa, kwa sababu nikikosa ajira nikirudi mtaani nitafanya kitu fulani. Kwa hiyo kwa asilimia kadhaa utaweza kufanikiwa, kwa sababu tayari ulishaanza kuyapanga maisha ya mtaani kabla ukiwa shuleni. Kwa hiyo mimi naomba kwamba sasa hivi maisha ya sasa hivi yamebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo usije ukafananisha kwamba yule aliyoko mtaani na yule aliyoko shuleni, kwamba wao aliyoko shuleni atakuja kufanikiwa haraka na kwa kasi zaidi. Kinachotofautiana ni kwamba yule atakuwa na akili kubwa zaidi akiwa shuleni, na yule wa nyumbani atakuwa kuna baadhi ya vitu amepungukiwa, lakini tusiseme akapungukiwa vyote, lakini kuna uwezekano wa asilimia kubwa akakuzidi hata wewe ambao unasoma shule. Kwa hiyo mimi ninachokizungumzia hapa ni kwamba kwa sasa hivi kumekuwa kuna mambo mengi sana yakiendelea, kwamba kuna baadhi ya watu wanahitaji kugombea masuala ya uongozi, wengine wamejiingiza katika siasa, wengine wamejiingiza katika tasnia mbalimbali, imradi tu akijipatie kipato. Na wengine kwa sasa hivi imekuwa kama dunia imewachangamsha kidogo, wao wameendelea kupambana zaidi, wengine wamebuni biashara zao ambazo zinaweza zikawasaidia kujikimu katika maisha yao. Kwa hiyo maisha sasa hivi yamebadilika. Maisha sasa hivi ni kupambana, maisha sasa hivi ni kutumia akili kubwa sana ili uweze kuyaendesha. Usikimbilie tu kwamba kusema kwamba nikitoka hapa mimi nitakwenda kuajiriwa moja kwa moja. Kwa hiyo sasa hivi hiyo haipo. Wasomi wamekuwa wengi, watu wenye elimu zao, watu ambao wamesoma karibu na madigrii na madiploma wapo wengi sana mtaani, na wewe ambapo shule unapaswa kufikiria hilo ili uweze ukitoka hapo ukirudi mtaani uweze kusaidia ama kufanya mambo mbalimbali ambayo yanaweza yakakuokoa wewe katika maisha yako ya chini na kuyapandisha maisha yako yao ya juu. Ukitazama katika malengo yetu, moja kati ya malengo ambayo mara nyingi binadamu tunakuwa nao ni kufanikiwa na kuweza kurudisha fadhila ama kuweza kuwasaidia wazazi ambao waliweza kutusaidia na sisi pia kusoma na kuweza kutimiza ndoto zetu. Kwa hiyo kitu ambacho tunakifikiria sisi ni kwamba tutakapofanikiwa kimaisha, tunarudi sasa nyuma kuangalia wangapi ambao walikuwa pamoja na mimi, wangapi ambao walinisaidia mimi na mpaka nikafika hapa. Kwa hiyo usipofikiria hivyo pia ukiwa, lakini wamewasahau wale ambao walioko nyuma yao, wale ambao walimshika mkono mpaka akatimiza ndoto zake. Wengi amewasahau na ameweza kufanikiwa, lakini watu wa nyuma ameweza kuwasahau. Kwa mafanikio yako yote, kumbuka watu waliokushika mkono, watu waliokufanya mpaka wewe ukafika pale. Hii ilikuwa ni Mango TV, na leo tulizungumzia lifestyle ya watu, maisha ambayo sasa hivi yanaendelea katika mitaani, maisha ambayo yanaendelea sasa hivi shuleni, na maisha ambayo yanaendelea sasa hivi kiujumla. Kwa hiyo hii ilikuwa ni Mango elimu, na leo umeweza kupata elimu kubwa ambayo inaweza kukufundisha wewe ukiwa shuleni na ukiwa mtaani. Ukitoka shuleni kurudi mtaani unapaswa ufanye nini na nini. Mimi ni Jazaka Rajabu. Usikose kusubscribe Mango TV na kushare na kulike ili kwa ajili ya kupata taarifa zetu zote ambazo zinaendelea.